Baada ya mpambano wa Salman na Bakar Zokar, Muja alionekana ni mtu mwenye mawazo sana, na alikuwa na mawazo kwa sababu kila alichokitarajia hakikutokea. Ahadi ni ahadi. Wakorea wanasema nyaksu nyaksu. Walikubaliana Salman akishinda basi hakuna ndoa kati ya Muja na Chani. Sasa anateseka kwa mawazo, amempoteza mwanamke anayempenda, lakini baba yake alimfuata na kumwambia, Muja, Mohenjo-daro ni mji wako. Haya mengine madogo madogo achana nayo. Na kama unaona unateseka kwa sababu ya yule mwanamke, basi muondoe tu yeye na baba yake. Wewe ukose na Salman akose, basi. Lakini Muja alipinga na wazo la baba yake. Akamwambia baba, hapana. Chani hatakiwi kufa. Anatakiwa kufa ni Salman. Chani hatakufaji. Chani ni mwanamke ninayempenda. Chani... Baba, sikiliza. Chani anatakiwa kuwa mke wangu. Hakuna vinginevyo. Wakati wanaendelea kuongea, mama yake Muja alikuwa anawafuatilia. Muja, sikiliza. Angalia huu mji wa Mohenjo-daro. Mji wote huu hapa ni wa kwako. Na unachoamua kukifanya ndo unachokifanya kwa sababu wewe ndo mkuu wa mji huu. Usiogope kumwangamiza usiyempenda. Uwe yeyote unayemtaka. Alafu tazama silaha hizi tulizozinunua. Bado hatujazitumia. Sasa tunatakiwa tuzitumie kuangamiza tusiowapenda, akiwemo kuhani mkuu, Chani, na huyo Salman anayekuvuruga. Maneno yote hayo wakati wanayazungumza, mke wa Maham, yani mama yake Muja, alikuwa anawafuatilia kwa makini sana mlangoni. Ushawishi wa baba yake ulimuingia sana Muja. Akaamua kufanya jambo. Kuhani na binti yake Chani walikwenda kufanya kafara hekaluni. Baadhi ya watu waliungana nao, lakini Muja pia alijibadilisha kama mmoja wa washiriki. Chani na baba yake waliendelea kutoa kafara kwa furaha bila kujua ni nini kinawafuata. Wakati shughuli inaendelea, Muja alijipenyeza katikati ya watu, na hapo ndipo akakutana macho kwa macho na kuhani. Alishangaa na kutamka Muja, lakini Muja alikuja kwa shari. Hapo Muja kufanya kosa, alimpiga shoka ya kifuani. Chani alishuhudia, akapiga ukelele baba, lakini tayari mzee alikuwa amemalizwa. Aliyumba akaenda mpaka chini. Roho ya kifo ilikuwa imemtawala Muja. Alitamani kuua wakati wote. Watu walianza kukimbia huku na kule. Chani alikuwa akimshuhudia baba yake alivyokuwa akipambana na kifo. Uhai ulikuwa ukimtoka kuhani mkuu. Kuna baadhi ya watu walijitahidi kupambana na Muja, lakini Muja aliwashinda nguvu. Na kwa vile lengo lake ilikuwa kummaliza kuhani na binti yake, aligeuka kumwangalia Chani yuko wapi, lakini Chani alikuwa keshatoroka. Akaamua kumfuata. Chani na Junu walijitahidi kukimbia kwa nguvu zao zote, lakini kwa vile Muja alikuwa akiongozwa na roho wa kifo, alizidi kuwakaribia, na hapo alimdaka Chani. Junu alijitahidi kumsaidia, lakini alitupwa kule. Muja akaikamata vizuri shingo ya Chani, lengo amnyongelee mbali. Akamwambia, mimi nakukosa na Salman akukose. Lakini alipotaka kutoa kisu amchome, alipigwa na gogo mkononi. Aligeuka kuangalia limetoka wapi. Nyama Salman alitokea. Kumbe taarifa zilishamfikia. Vibaraka walijitahidi kumzuia, lakini wapi, walichezea kipigo. Muja naye alikuwa kamng'ang'ania Chani, ilikuwa ni lazima ammalize. Hakutaka kumwacha hai. Alipoinua kisu kumchoma Chani, Salman aliudaka mkono, akaupiga na kisu ikadondoka, lakini bado Muja alikuwa amemng'ang'ania Chani. Ilikuwa ni lazima mmalize, alafu ndo aanze kudili na Salman. Aliikamata kisawasawa shingo ya Chani, lakini Salman naye alijitahidi kumng'atua. Chani macho yalimtoka, kwani alikuwa amekabwa kisawasawa. Salman naye alikuwa amemkaba vilivyo Muja, lakini akagundua kuwa Muja alikomaza shingo, akabadilisha pigo, na hapo Muja akamwachia Chani. Salman akaendelea kumtembezea kipigo, na hapo sasa ukatokea mpambano mkali kati ya Muja na Salman. Maadui wawili walikuwa wamekutana, zikapigwa. Muja akaona bora kwanza nimalizane na Salman, halafu ndipo nitammalizia Chani kiulaini. Pakachimbika, ilipigwa mikono ya nguvu. Salman akaenda chini, lakini sio Salman peke yake tu aliyepata taarifa. Kumbe mdogo wake Hojo na askari Lotar nao walipata taarifa, wakaja kumsaidia. Muja alichukua kile kisu kilichodondoka, akakichoma kifuani kwa Salman, kisha akaidaka shingo ya Salman na kumpiga kabali, yani ukisikia form 6 ndo hiyo. Lakini Salman hakukubali, akachukua kile kijisu kilichokuwa kifuani kwake, akamchoma cha mkono. Hapo Muja alipiga ukelele na kumwachia. Mkono mmoja ulikuwa hauna nguvu tena, kwani alikata mishipa ya mkono, lakini bado Muja alikuwa mbishi. Alipotaka kufahamia tena, Salman akakata mishipa ya mkono wa pili, na hapo Muja akajikuta mikono inaning'inia, lakini bado akaendelea kuwa mbishi. Akafahamia tena, na hapo Salman akamweka kijisu cha moyo. Muja akadondoka kama mzigo, uhai ukamtoka taratibu. Mdogo wake Hojo na askari Lotar nao walikuwa wakishuhudia, kwani na wao walikuwa wamemaliza mpambano. Ni siku ya mazishi ya kuhani mkuu. Chani alichukua moto na kumchoma baba yake. Hizo ndizo tamaduni zao, wanachoma moto badala ya kuzika. Wananchi na viongozi mbalimbali walikuwa wamekusanyika. Chani alikuwa amempoteza baba yake kipenzi, pamoja na kufarijiwa na Salman pamoja na vijakazi wake, lakini bado alilia sana. Lakini ghafla alinyamaza, akafuta machozi, kisha akamgeukia Salman akamwambia, nataka niitoe siri. Akasogea katikati ya watu na kuwaangalia. Chizi Jakiro naye alikuwepo katikati ya watu hao. Chani alianza kwa kuongea, kuna siri kubwa ambayo natakiwa niwaambie, na siri hiyo alikuwa anaijua ni baba yangu peke yake. Laiti kwamba Salman angeuawa na Bakar Zokar, siri hii msingeweza kuijua. Mzee
mmoja akamuuliza, ni siri gani Chani? Tuambie. Chani, ukweli ni kwamba ujio wa Salmani hapa Mohenjo-Daro haikuwa matakwa yake bali ni matakwa ya Mother Sindhu. Na hiyo ni kwa sababu Salmani ni mtoto wa Surjan aliyekuwa mkuu wa mji wa Mohenjo-Daro. Hapo watu walianza kuangaliana. Na Chizi Jakiro akadakia, nilijua. Huyu mtoto mimi nilishamwona toka mapema. Ni mtoto wa Surjan. Lakini hapo baba yake mdogo yani Durjan na mke wake wakatokea. Na hapo yule mzee akamuona akashangaa. Durjan, ni wewe? Salmani aligeuka akamuona baba yake mdogo. Na hapo Chani akaendelea, kwa hiyo nawaombeni sana watu wa Mohenjo-Daro, tusimame na Salman tupambane kukomboa mji wetu wa Mohenjo-Daro. Na hapo watu wakapaza sauti kwa vifijo, ndio. Salman aliposogea, kiongozi mmoja akamfuata Salman. Salman, Mahamu kwa uongo wake alitufanya tukamuua baba yako, na sasa Mahamu anajitajirisha mwenyewe na kujifanya Mohenjo-Daro ni mji wake. Sisi hatukubali. Mwingine akasogea akamwambia, sisi tutasimama na wewe mpaka mwisho. Lakini mwingine pia akasogea akasema, Salman, tuambie tufanye nini? Sisi tutakufuata wewe. Salman akasema sawa. Akarudi nyuma kidogo kisha akapaza sauti, kwanza kabisa kuna ndugu zetu wamekaukia kwenye miti kule. Kuna ndugu zetu waliuawa na Mahamu kisha wakatundikwa kwenye miti. Twende tuwatoe na kuwahifadhi kwanza. Yule mzee kiongozi akasogea na kumwambia, ni kweli Salman, twende. Kundi la watu likiongozwa na Chizi Jakiro akiwemo Salman na baba yake mdogo walielekea sehemu ile ya kutundikia watu yani Golgota. Na walipofika tu Chizi Jakiro akawaambia, tuanze na huyu ni Surjan baba yake Salman. Watu wote macho yaliwatoka na Salmani akasogea taratibu akaiangalia ile mifupa iliyokuwa imetundikwa juu. Akasema, huyu ni baba yangu. Chizi Jakiro ametoa siri. Basi usikose sehemu itakayofuata, lakini pia usisahau kusubscribe ili kila sehemu nitakayoweka ikufikie kwa wakati. Mimi ni Director Mo, YouTube napatikana kama Mo Design TZ. Ciao.